Yes, habari za leo ndugu zangu. Leo ni mimi ndugu yenu Meshak Mathias. Tuko maeneo ya Bukoba mjini kwenye kituo kikubwa cha kukusanya mazao ya wakulima, hasa upande wa migomba ambazo tunapata ndizi. Na siku ya leo tumekuja kwenye soko hili la Katoma. Tumekutana na mwenyekiti wa kituo hiki. Tumekuja kushuhudia fia, kwamba tushuhudie wote fia namba 17 jinsi ilivyo mbegu bora kabisa ambayo inakuwa inafaa kwa mkulima, lakini pia kwa biashara pia. Na siku ya leo pia tutajaribu kumuuliza maswali mawili matatu yanayohusiana na hili zao, jinsi ambavyo linafaa lilivyo kwa wakulima, kwa sababu Tizuna ni mkulima, lakini pia hata kwenye mnyororo wa thamani namna ambavyo limepokelewa sokoni, lakini pia akiweza kuelezea kwa ufupi historia ya biashara yake, jinsi anavyofanya na inavyozunguka. Tutashukuru. Yes, karibu sana bwana mwenyekiti, naomba ujitambulishe jina lako. Ndio, kwa jina mimi naitwa Alawi Abdi. Ndio. Mwenyeji wa mazingira haya, ni mfanye biashara wa mazao ya ndizi, ndio, nafaka kwa muda mrefu kidogo, kili kuanzia mwaka 96. 96. Asante sana. Ni kwamba hiki kituo cha ndizi cha Katoma awali ya yote kilianza kikiwa ni kituo cha kukusanyia mazao ya njoge, ndizi za kawaida, banana, na mitwishi. Lakini baada ya kuwa limekuja zao hili la fia, basi kikabadilika kwa sababu na mazao ya njoge kutokana na hali ya hewa na ardhi kukosa rutuba, yakawa yanakosa nguvu ya uzalishaji. Basi uzalishaji wa fia ukawa umekuja kuchukua sehemu kubwa na nafasi kubwa ambayo ilikuwa ni ya mazao yale mengine. Kusema ukweli, hili ni zao lenye faida. Kama sisi wafanya biashara, mpaka sasa hivi linatoka kwa mkulima linakuja kwetu hapa kwenye kituo. Kwa mfano, kutoka kwa mkulima na mtu wakati kwa wakati baina yetu sisi na mkulima, ambao ndio wafanya biashara wa saizi ya kati, mabodaboda na watu wengine, hata wakulima wenyewe wanakuwa ni sehemu ya wanakusanya mazao yale. Sasa hili limekuwa ni eneo na ni kituo ambacho cha kukusanyia mazao ya matunda ya aina mbalimbali, lakini kikiwa kinaongozwa na zao kubwa la hizi fia. Fia zinazopokelewa hapa ni fia namba 14, 16 na 17, hata fia namba 18, lakini fia 16 na 17 ndiyo inayokuwa inafanya nini? Inachukua nafasi ambayo ni kubwa. Naona bwana. Kwa mfano, mpaka sasa hivi unaweza ukaona kwamba tunaweza kukusanya mazao kwa wiki tukiwa kwenye msimu kwa takriban kama fia 12,000 kwa wiki. Unaona bwana. Na naomba niulize, soko kuu la hizi fia ni wapi hapa Tanzania? Kisha kusanywa namna hii, tunazipeleka wapi? Sisi hapa tunapokuwa tumekusanya, tunapakia kwenye magari na kupeleka Dar es Salaam. Na Dar es Salaam zingine zinaweza kutoka Dar es Salaam zikaenda mpaka kuna Komoro. Visiwani huko. Naona bwana, kuna kisiwa kinaitwa Komoro, ni nchi. Kwa unasema ni nchi kwa sababu kina utawala wake. Zingine zinapelekwa kule, zingine zinaisha kwenye soko la Dar es Salaam, na zingine zinaingia kwenye soko la Mwanza. Asante sana. Na naomba niulize mwenyekiti, una kihistoria, hizi fia ameanza kufanya biashara yake mwaka gani? Historia kwa hapa tumeanza mwaka 2015. 2015 ndio fia soko lake limechangamka hapa. Limechangamka sana. Kipindi cha nyuma lilikuwa halichangamki sana, ilikuwa inapelekwa kwa ajili ya Singida na Dodoma tu. Kwa sababu watu labda walikuwa hajaijua vizuri kwa undani. Na jambo jingine, tumejaribu kupima hapa, nimekuja na futi, nimepima huu mfungu, nikakuta una takriban wastani wa 60. Hii ndio mfungu ulio bora kuliko zote au zinaweza kuzidi?
Hapo mkungu wa uhalisia kabisa kabisa, kama shamba limetengenezwa vizuri, ndio unafika mpaka futi 8. Futi 8. Futi 8, futi 6. Unaona bwana? Ndio. Ndipo inapokuwa inaishia. Okay. Sawa sana. Naomba niulize swali lingine, mwenyekiti. Unashauri nini kwa watu ambao wanahitaji kulima migomba, kwa sababu zipo aina mbegu aina tofauti za mbegu kama matoke, wengine kuna mshare, mambo mengine kama hayo. Unawashaurije? Ni mbegu gani bora ukiwa unailinganisha na fia ambayo mtu anaweza kuilima ikawa bora zaidi ya fia, au unawashauri walime fia kama fia? Yaani mimi kwa sasa hivi kibiashara na kichakula na washauri watu walime fia. Kwa sababu ukilima fia kwanza, ndio fia huu mkungu wa fia huu, ndio ukija kupakia tunaukata ili shina la juu. Ni sawa. Hili ni mbolea inarudi shambani kwa ajili ya kutengeneza ardhi na mboji na ni asili hii. Sio mbolea kama zile za vitu za viwandani wala nini. Hii ni mbolea kama unavyoweza kuwa unatumia samadi. Kweli kabisa, ambayo mimi mwenyewe kwenye mashamba yangu ni kwamba ndicho kitu ninachotumia. Hizi hapa. Unapokuja kupakia kwenye magari tunakata hivi vinabaki, unaleta gari unapakia, unaenda unachimba mitaro, unaweka kwenye ardhi. Matokeo yake fia inayoweza kuja pale haiwezi kufanana hivi. Inakuwa ni aka ni kadogo, inakuwa ni fia kubwa zaidi ya hivi. Jamani, anayosema aka ni kadogo ni mgomba wenye wastani wa futi 3. Futi 3 ndio kadogo. Yaani ina maana inaweza kuwa kama hii na robo au mara hii mara mbili. Hilo ni la kwanza. Lakini swala la pili, nazungumza fia kwa sababu sisi hapa ukija kuangalia katika mnyororo wa thamani wa fia ili zao limewafanya watu wachane na bodaboda. Ndio. Unaona bwana? Anaenda ananunua mikungu yake 5, anaileta hapa, ana uhakika kwamba katika mikungu 5 aliyoleta anaweza kupata faida. Kwa mfano, akienda kwa mkulima akazinunua shilingi 10,000, sawa, akazileta hapa sokoni, ataziuza shilingi 15,000. Akizinunua shilingi 40,000 kutoka sokoni, akizileta hapa ataziuza shilingi 60,000. Unakuta uenda labda alikuwa anaendesha pikipiki kuanzia asubuhi mpaka jioni anapata 12,000, tayari ameshaingiza 20,000. Tena anaweza kurudi hata mara 2. Anaweza kurudi mara 2 mara 3. Kwa hiyo unakuta huyu ni bodaboda lakini anaweza kumsomesha mtoto. Bodaboda lakini anaweza kununua kiwanja akajenga nyumba. Unaona bwana? Kwa hiyo hii limekuwa ni zao ambalo ni mkombozi wa vijana. Lakini hapo zao hili unaona bwana, linasababisha watu kama mtu alikuwa na matatizo, unaona bwana, ya kifamilia na nini aweze kupata pesa kujikimu. Hasa tulipoingia kwenye tatizo la kahawa kuanguka bei na mazao mengine kushuka bei, sasa zao hili likasimama kwa niaba ya kuwa mkombozi wa watu wa Kagera. Mwenyekiti, naomba nikuulize swali lingine. Ni kwamba naomba nikuulize swali la kitaalamu. Kwa nini hatujakuta matoke au ndizi Bukoba? Hatujakuta mtwishi au wengine ni mtwike, wengine mtwishi. Hatujakuta njoge. Hatujakuta mkono wa tembo. Na ni vitu ambavyo vinajulikana mkoa wa Kagera, hasa Bukoba, ni vitu vinalimwa sana. Kwa nini tumekuta zaidi ya mikungu sijui 500? Hii yote ni fia namba 17 hasa na nyoge. Ni kwamba zao la migomba ambayo ni matoke, ardhi ilipomaliza, yani ardhi yetu sisi imechoka ya mkoa huu. Labda baadhi ya maeneo kama Karagwe, Izimbia na kwingineko, lakini maeneo haya yote yaliyozunguka Bukoba, tuseme Bukoba, Misenye, Mleba, ardhi imechoka. Sasa ardhi ilipomaliza kuchoka, ile migomba ambayo ni ya matoke inataka uvumilivu. Kwanza hali ya hewa iwe ni nzuri, mvua zipatikane kwa wakati. Lakini wakati mwingine inataka ardhi yenyewe iwe na rutuba ya asili. Unaona bwana? Sasa ina maana hata kama mvua itapatikana, kama hakuna ardhi haina rutuba ya kutosha, ile migomba inakuwa haiwezi kutoa kitu cha maana. Inatoka kandizi kadogo. Sasa kandizi kadogo ukitaka kuapeleka sokoni kuuza, watakupa 3,000, 4,000, 5,000. Lakini huu mkungu hauko chini ya shilingi 10,000. Ni sawa. Huu mkungu wa fia hauko chini ya shilingi 10,000. Unaona bwana? Ni kuanzia 10,000 kwenda juu. Unaona bwana? Kwa hiyo unakuta mtu huenda labda na haya fia hizi sana
maana zenyewe zinataka maji, mvua tu. Mvua zikishanyesha fia unataka ustake zitakwenda tu. Kwa hiyo kwa wakulima ambao wana mifumo ya umwagiliaji wana nafasi sana, wana nafasi kubwa ya kuzalisha fia na wakaweza kupata faida kubwa. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu, ni kwamba kuna kitu kimoja hapa. Bwana mkubwa anasema fia hapa haishuki 10,000. Lakini hii bei ni kwamba hii fia iko mkoa wa Kagera. Tutakapokuja kuisafirisha hii fia ukikuta Dar es Salaam, naomba aseme mwenyewe. Tukikuta mkungu kama huu ukiwa jijini Dar es Salaam, gharama yake unahisi unachukua shilingi ngapi? Ni kwamba kitu cha kwanza mkungu wa fia unakuwa na matunda kati ya 360 mpaka 400 na kitu. Ndio. 350 mpaka 400 na point. 400 na point. Ina maana ukihesabu mkungu mmoja kwenye matunda 400 mpaka 500 ukapiga mara 100 peke yake utakupata takriban 50,000, 40 na kitu mpaka 60. Mpaka 60. Kwa mkungu mmoja. Unaona bwana? Kwa hiyo mkungu huo thamani yake inakuwa kwenye hii pesa kama yani kuanzia 40,000, 50 mpaka 60. Inategemea ukubwa wa ndizi na ubora wake ukoje. Sawa. Nadhani nimejaribu kuuliza swali muhimu sana, kwa sababu wengi tunaweza kusema mbona bei hivyo alafu mkungu ni mkubwa. Kutoka hapa mpaka Dar es Salaam zaidi ya kilomita 1200. Kwa hiyo mpaka unakuja kufika Dar es Salaam gharama zinakuwa ni kubwa. Lakini pia hata bwana mkuu alikuja kusema hata ukiwepo hapa tu zaidi ya 15,000 kuja kufikisha hapa kituoni. Kwa maana alikuwa anasema bei ya mkulima ambaye yuko ndani sana shambani. Mwenyekiti, mimi nakushukuru sana. Una neno gani la kuhamasisha Watanzania wakulima na wapenzi wa kilimo hasa cha migomba? Kwanza mimi na washauri familia zote, vijana. Ndio. Unaona bwana? Watu zamani kilimo ilikuwa ni cha watu waliostaafu. Ndio. Unaona bwana? Sasa hivi kilimo ni cha watu wanaotafuta maisha na kufanya mapinduzi. Ni sawa. Watu wote waingie kwenye ulimaji wa mazao ya fia. Kwanza tunashukuru kwamba mabarabara sasa hivi barabara zote Tanzania za lami. Ndio. Kitu ukitoka